Jamani, nipo kwenye kibarua changu. Mnichambe msinichambe, hii ndo kazi yangu. Na nipo hapa tena kwa mara nyingine. Jeans 15 zipo kwenye Nimeona hili swala lina trend sana, nikasema nitakuja kuliongelea kwenye engo ya biashara, engo ya social media marketing. Ila kabla sijaenda huko, nitamani sana muda huu mimi na wewe tukae sasa hivi tushirikishe mawazo yetu kuhusu hili swala. So, nikaona watu wanamshambulia huyu binti, wanasema eti mala mdogo, familia yake sijui kiona, mnamdhalilisha, mala chupi. Huyu binti sio mdogo kiasi hicho kama sisi tunavyofikiria. Manake huyu hana miaka 15, 16, sijui 17. Huyu ni 18 na above. 18, 19, 20 na kuendelea. Manake sio mdogo. Issue ya pili, kama issue ya familia yake, tukumbuke familia yake ndio ilimzuia huyu binti asiolewe na yule bwana. Kwa maana hiyo familia yake bado ina maamuzi kwenye maisha yake. Kwa hata hizi video ambazo tunaziona sasa hivi, inawezekana kumbe binti alikuwa ashataarifu mapema familia yake, bwana, baba, mama, shangazi, mjomba, mama mkubwa, nimepata dili hili. Hili dili bwana ni la video, la tangazo, nitashutiwa hivi, ataonekana hivi na hivi na hivi. Familia yake ikapitisha. Basi labda naye familia yake ilikuwa haijui, imeona tu hizi video mtandaoni kama sisi. Kama ni video mbaya, wangemstopisha. Ila mpaka tunaendelea kuziona, means kwamba familia yake pia imepitisha. Kwa maana yake issue ya udogo na familia hapo tayari tumeshamezana nayo, si ndio? So wengine wanasema kwamba anajidhalilisha, anakaa uchi, sijui anaonekana chupi. Sawa, ni kweli maadili yetu ya Kiafrika bado yanatubana kimaadili kwamba tusioneshe maungo yetu, sijui chupi, tusikae uchi. Ni kweli yanatubana kweli. Ila wangapi wanakaa uchi na walipwi? Na huyu mtuhumiwa ambaye tunasema anajidhalilisha amekiri na amesadiki kwamba amesema hiyo ndo kazi yake, hicho ndo kibarua chake na analipwa, na tumesikia kwamba analipwa milioni 50 ndani ya miezi 6. Na kwenye hili mimi nawapongeza sana Room of Jeans kwenye engo ya biashara, hasa kwenye digital marketing. Kwenye marketing alichofanya Room of Jeans kinaitwa controversial marketing, ambapo makampuni wanatumia mbinu ya masoko ya kuzua utata. Na hii mbinu makampuni wanaitumia kwa makusudi kabisa, yani wanaandaa matangazo ambayo yenye hisia kali. Wanajua kabisa haya matangazo yataenda kugusa direct jamii. Na lengo ya haya matangazo sio kwamba eti yapendwe na kila mtu, hapana. Bali lengo ni kushtua jamii ili watu waanze kuiongelea hiyo bidhaa au hiyo huduma husika. So kama mtu alikuwa haijui Room of Jeans, sasa hivi atakuwa anaijua, au mtu kama alikuwa anaona tu juu sasa hivi atakuwa na search. Kwa hapo Room of Jeans anaongeza engagement, lakini pia inamsaidia kuboost cash flow ya mzigo wake wa biashara. Na kwenye biashara, upande wa brand image, there is no bad publicity. Bad publicity is still publicity. Yani sifa mbaya bado ni sifa. Kwa hiyo focus na jeans. Achana chupi, achana na paja. Focus na jeans.